Katika kile kinachoonekana kama msimamo thabiti usioyumbishwa na mashinikizo ya ndani ya chama, mwanasiasa kijana kutoka chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Elizabeth Mambosho, amejitokeza hadharani kutetea kwa nguvu kauli ya muda mrefu ya chama hicho inayosema no reforms, no election, akiwakosoa vikali baadhi ya wanachama wanaojiengua kwa kile wanachokiita shinikizo la msimamo huo. Akitangaza msimamo huo katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika jijini Dar es Salaam, Mambosho amesema kuwa uamuzi wa baadhi ya wanachama wa chama hicho kujiondoa hauwezi kuufifisha wala kubadilisha mwelekeo wa mapambano ya kisiasa. Sisi ndio tunayemlea Chadema. Tunapokuwa tumetoka kwenye uchaguzi hatutaki kupona, tunataka Chadema iweje. Tunatoka kwenye uchaguzi hatutaki kukubali kwamba wajumbe wamekataa. Wajumbe wamesema hapana, this time ni Lissu, this time ni Heche. Tunataka mtoto Chadema aishije? Afe. Afe kwa sababu wajumbe wamekukataa. Afe kwa sababu wajumbe wamemkataa mgombea niliyekuwa mimi na muunga mkono. Kama sisi watu 480 tuliokuwa tunamuunga mkono Mbowe tunasema mama Chadema afe, je, hawa 500? Kwa nini tunakuwa binafsi? Ukiwa mwanasiasa, unapokutana na jambo linalokuumiza lakini ni la haki, unafanya nini? Limekuumiza kweli lakini ndio iliyo haki, unafanya nini kama mwanasiasa? Unaumiza upande ulioshinda kwa haki? Unashirikiana na upande ulioshinda kwa haki? Ama unahususia upande ulioshinda kwa haki? Tamko hilo linakuja siku chache tu baada ya wanachama takriban 150 wa Chadema kutoka mkoa wa Kilimanjaro na Temeke kutangaza kujivua wanachama, wakieleza kutoridhishwa na msimamo wa chama wa no reforms, no election. Pia ikiwa ni saa chache baada ya naibu katibu mkuu wa Chadema Amani Golugwa kukamatwa na vyombo vya usalama katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere akielekea Ubelgiji kushiriki mkutano wa kimataifa wa IDU. Katibu huyo wa Chadema wilaya Ilala jijini Dar es Salaam amesema wanaojiengua waendelee na safari wanayodhamiria, ila wasiseme uongo, kwani uchaguzi wa ndani ya Chadema uliofanyika Januari 2025 ulifungua pazia na ulionyesha dunia namna inavyotakiwa kufanyika katika nchi ambazo kumekuwa na dhuluma nyingi wakati wa chaguzi. Nilikuwa mjumbe wa mkutano mkuu ambao ulifanya uchaguzi mwaka huu pale mwezi wa kwanza, ambao ulikuwa ni uchaguzi wa kidemokrasia kuliko chaguzi zote ambazo zimewahi kufanyika ndani ya nchi yetu, na huenda ikawa hata ni kwa East Africa. Mimi nilikuwa timu Mbowe, na nyie waandishi wa habari mtakuwa mnakumbuka vizuri sana. Nilikuwa ni yule timu Mbowe kufa kupona. Mimi nilitumia haki yangu ya kikatiba nikachagua kuwa upande wa Mheshimiwa Freeman Aikaeli Mbowe. Hata hivyo, Mambosho alimjibu aliyekuwa naibu katibu mkuu wa Chadema Benson Kigaira, ambaye yeye naye amejiengua na kuwa miongoni mwa kundi la G55 kuwa siku zote walitaka kukaa madarakani na kuwauza Watanzania, huku wakitumia kivuli cha Chadema ikiwa ni dalili ya kukosa maono ya muda mrefu na kusaliti misingi ya mapambano. Wanaposema kwamba wanatengwa ni watu wanaochonga kinyago alafu kinawatisha wenyewe. Yaani mtu anajitenga alafu anaanza kusema nimetengwa. Anaeneza chuki alafu anaanza kusema nimechukiwa. Hawa watu wanachonga vinyago alafu vinaanza kuwatisha wenyewe. Anasema eti wamehama kwa sababu chama hakijawapa mikakati ya namna watakavyozuia huo uchaguzi. Lakini Odemba mtu hatari sana. Akamuuliza, nyie mbona mlipitisha hii no reform no election lakini mlishiriki uchaguzi wa 2024 na mkafanyiwa uhuni? Anasema walipoona wao hawana mikakati waliamua kufanya nini? Kushiriki hivyo hivyo. Hebu fikirieni huyu mtu ni muflisi wa fikra kiasi gani? Yaani yeye amekuwa kwenye hiki chama miaka 20. Ametupeleka kwenye chaguzi, kwenye hiki chama chaguzi zaidi ya 3. Hana mkakati, hana mbinu. Lakini Watanzania wamemkopesha imani. Leo anahoji mkakati
kwa uongozi ulioingia madarakani hauna miezi mitatu, mwenyekiti yuko gerezani, no reform no election zinaendelea huko na mikoani. Anahoji hiyo mikakati, anakosa imani kiasi cha kuhama chama miezi mitatu. Wakati tuko katika mambo haya, Padri Kitima anavamiwa, anapigwa, yuko katika hali mbaya hospitali. Tukiwa tunaongelea mambo haya, Mdude hatujui yuko wapi, amechukuliwa na watu waliojitambulisha ni polisi. Alafu mtu ambaye tumemwamini miaka yote, mimi tangu nikiwa binti, mimi sijai kuwa chama kingine, leo anatuambia twendeni hivyo hivyo tukauawe tena. Hawa watu kama sio walikuwa wanatuuza, maana yake ni nini? Ni duka limefungwa. Hapa palikuwa pana biashara ya watu, imefungwa. Biashara imefungwa bwana. Mambosho ameunga mkono msimamo wa Tundu Antipas Lissu anayeshikiliwa na vyombo vya sheria kujibu mashtaka yanayomkabili. Pia msimamo wa makamu wa Chadema John Heche ambao waliutoa siku waliposhinda uchaguzi wa Januari 2025 kuwa kama kuna wanachama ambao hawataweza na safari hiyo, Chadema sio gereza na hakuna mtu anayeshikiwa silaha kukubaliana na misimamo ya chama. Hizi siasa zinahitaji roho ngumu. Kama upo Chadema kwa ajili ya kusubiri upendwe, utachelewa sana. Hapa kila mtu anawaza no reform no election. Ni namna gani wananchi wataielewa no reform no election? Ni namna gani wananchi wataiunga mkono no reform no election? Na mpaka tunapata sheria za uchaguzi na kanuni za uchaguzi, tunaingia kwenye uchaguzi ulio huru na haki. Hakuna mapendano. Hakuna vikao vya bia na nyama choma za bure huku. Kama mtu unaona huwezi kwenda na hii speed, Mheshimiwa Lissu alisema anayetaka atabaki, asiyetaka njia nyeupe. Hakuna atakayeshikiwa nini? Bastola. Mheshimiwa Heche akasema Chadema sio gereza, wala huku hakuna mishahara ya watu kupewa hela tu ovyo ovyo ili wawe Chadema. Ukiona Chadema sio ile unaoitaka wewe, njia ni nyeupe. Lakini mnapoondoka msitunge uongo. Nendeni kimya kimya, tutawaheshimu. Kajengeni vyama mnavyoviona vitawapa hayo mapendano. Wachambuzi wa siasa wanaeleza kuwa msimamo wa Mambosho ambaye alikuwa akimuunga mkono Freeman Mbowe katika harakati za uchaguzi wa ndani wa chama hicho mnamo Januari 21, 2025 huenda ukazidi kuibua mjadala mpana kuhusu mustakabali wa vyama vya upinzani nchini, huku baadhi wakimtazama kama kiongozi anayekuja kwa kasi na mwenye uwezo wa kukiimarisha kizazi kipya cha wapiga kura. Haiwezekani. Ulikuwa ndo wakati wa kukaa pembeni, uanze kuwapa mbinu walioko kwenye kiti, uambia njia hiyo tulifeli, lakini ukipita hivi tunatoboa. Kwa sasa bado haijafahamika iwapo wanachama wengine watafuata mkondo wa kujiondoa au kuungana na msimamo wa chama hicho. Hata hivyo, Elizabeth Mambosho ameweka bayana kuwa kwa upande wake njia ya kusaka mabadiliko haihitaji idadi kubwa bali dhamira ya kweli.